So nataka kujua jo mlijipataje majuu mkamwa jo kuchukua street fulani ile ilikuwa Norway ile street ya mapema hapo ni mahali tu siko street mao hapo hivyo so wacha tuanze Tanzania jani ya majuu mlijipataje majuu alafu sasa ndio turudi Nairobi sasa vizuri like cause Freddie nakumbuka I think Ghetto Radio Glass House ulikuwa involved ama zi nilikuwa na kamiingizo staff zote like since ukiwa Don Corleone nilikuwa tunapitia ngapo ofisi nikitoka chuo napitia Ghetto Radio ndo nenda home alafu kulikuwa gana dance groups I think kulikuwa gani FBI na gani tena na kulikuwa na watu pia walikuwa sarakasi kuna watu walikuwa sarakasi so walikuwa group gani nilikuwa FBI Richie mi nilikuwa nimeendaga huko before so ase wanne ndo walikuwa hapa so ase wawili ndo walikuwa FBI then Fezo na Ken ndo walikuwa sarakasi okay but Richie pia hataki kuona hiyo team bana nilikuwa team nilikuwa naitwa Talisman ama na Nyuki Legacy na Nyuki Legacy mtani na Nyuki budaki alikuwa anajua peke yake sina nashindwa na Nyuki na unakampatanaje na ase ama uli grow up na Nyuki nime born and bred nimezaliwa na Nyuki nika grow hapo alafu hadi after high school ndo nikaenda Norway so ulienda Norway kudu kuchop kuna study nilienda nikaanza na nini cause unajua nilitoka hapa after high school so sikuwa na degree ama nini so nikaenda vocational school ya 1 year after hapo ndio nikaingia bachelor ya media na ilikuwa media na theology theology jo no hiyo si ni tricky jo unajua si ile ati theology ya spiritual ile from an academic theology as an academical from an academical perspective but Yesu bado ni Yesu jamani Yesu ni Yesu hapana ile ni ile unasoma kuhusu religion zingine unasoma Buddhism na nini socially ni kusoma ni fungu kanisa ama nini okay uzatokia mtu kwa pastor si unaweza tu siwezi amua sijafanya hivi alafu najenza kwa nilikuwa kijana matata sana ita make sense so ulienda juu chuo lakini Freddy mimi nilienda the first time nilikuwa nimeenda huko is both combined nilikuwa naenda kuvisit cause nilikuwa na msupa wangu alikuwa anaishi huko so nilikuwa naenda huko nikirudi then one of the times nikienda huko nikapatana na Richie akanichocha sana akaniambia nibaki hiyo mtaa nikamwambia acha nitafikiria 1 year later nikaenda nikamove huko both nikiona msupa but pia nilimove na chuo so uko na study niko study religion na media wewe nyote mnaenda na religion jo Fezo usiniambie pia ni hivyo me first time nilienda 2015 hiyo time nilienda through Sarakasi exchange program okay ilikuwa inajiita FK so FK ni exchange program big ilikuwa like people from all over the world wanna come Norway wanna come there for a week and then kutoka hapo sasa wanaenda sasa on their exchange like destination so kama Kenya tulikuwa exchange na Norway na Mozambique so Kenyans na Mozambicans tunaenda Norway Norwegians wanakuja Kenya na Mozambique alafu sasa Mozambique wanaenda Kenya na Norway okay so even ndo nilijipata Norway for the first time but ilikuwa 5 months exchange so after hapo ndo nika apply chuo pia nikapata scholarship study dance music theater wakanipea ka scholarship hapo 50% hiyo pesa ingine ni deal nayo nikishafika because dance za lami si ballerina zile za hizo ndo tunapiga tunapiga hip hop tunapiga modern jazz contemporary alafu tunapiga classes za ballet hapa kule kidogo tu tap dancing pia tulipiga lakini siniambia mlami ndiye anafundisha hizi vitu ni walami no baya funny thing kwanza mimi unajua nilikuwa jiona hip hop mnoma sana hapa kufika Norway man watu wanapiga si nini ama nini level ya dance iko huko
Okay. iko like on the top kabisa. Oh. Yeah. Hey, Marcus? Yeah, mi nilishianga like 3 months visit. Yeah. Kuvisit mdenge wangu. Alafu nikarudi. The following year around August nika go through chuo. Yeah. Oh. Demi yangu ni best friend ya nini? Demi ya Freddy. Oh, okay. Yeah, Okay. yeah. So in other words nyinyi ma sex tourist. Alirushia nafasi. Unaweza sema hivyo. Yeah. Unaweza sema hivyo. Jina mbaya hiyo. Asi jina mbaya. Ni sifa. Hiyo mimi naweza wear kama badge. Yes. Because when I doing wakikuja Africa, it's just fair enough to do it tukirudi huko. Yeah. Baki Return the mwakilisha. favor. But sasa nini I think tutariwind tena ndio tuende mbele sasa. Cause nataka kujua experience yenyu cause mnakanika so at least mtaa. So experience kwenda huko so nataka kwanza na ku grow up. So you grow up wapi? Mimi nimegrow up mtaa zote manze. Yeah. Wacha nianze tulianza Isili. Tulianza place inaitwa Jump Street. Jump Street. Tukahama Jump Street tukacheza 4th Street, 5th Street. Mzae akaretire, mzae akamwaya anaenda Ocha. Tukaondokea tukaenda Kariobangi North, area inaitwa Solea. Tukatoka Solea tukarudi hivi tukarudi Ziwa. Hapo Ziwa. Okay. Nikapiga Ziwa, nikatoka nikarudi Isich. Tukatoka Isich nikakuja nikapiga hapa Huruma. Nikapiga Huruma nikatoka nikiwa high school nikaishi na bro wangu hapo Huruma, nikarudi Mathare number 10. Nikarudi tena Huruma afu nikarudi Isich. Kutoka Isich nikienda kumaliza high school nikarudi Calif. Katoka Calif nikarudi Kariobangi South. Nikatoka lakini jo yako ni culture jo Tutamaliza leo. sina na cheki jo so in short me yani Kanero ni yangu. kuzimina jo shidangu ni nini kuli ishi Mathare at some point inaonyesha kuna time kuna fungua dirisha na nusa mavi so meenda noe kule hewa ni safi hiyo si ni culture shock See, sasa funny thing tulikuwa tunaishi huko haikuwa Mathare huko chini, ilikuwa Mathare huko ya 4A. But even that time nilikuwa na mabesti kila mahali. So singepata hiyo culture shock kwa sababu at the same time ningekuwa nilishinda a day in Karen. Ama nimeshinda a day in Kitusuru. Alafu nikaenda kulala home. Okay, sex tourist naelewa. Richi na Nyuki. Mi nimezaliwa na Nyuki. Nikaenda shule huko. Nilisoma shule inaitwa DB. Kwa tulikuwa tunaongea Kisaperi. So Dafu Kisaperi. and then high school nikaenda day school. Nikapiga miaka UTAT. Madhe akaona yenyewe kuna kitu nashikanisha. So akanipeleka boarding school mahali fulani kunaitwa St. Daniels. Meru huko. Igoji huko ndani. So nikaenda nikarepeat tena form 3. Kapiga huko miaka 2. Kamaliza nikarudi mtaani nikapiga dance kama 1 year kwa Makaravan juu ilikuwa time ya nini? Ya campaign za before election ya 2013. So shortly after elections za 2013 ndo nikaenda Norway. Okay. So tutarudi back kwa details wacha saizi tuende tu juu since cause wewe unajua ulianza kiwa juu sana. So Fezo Mimi nimegrow Isiolo. Katikati ya Kenya. Semi arid hivi. Ka desert. Nimekuwa raised Isiolo. Nimetopia huko. Na nilimove Nairobi nikiwa 20 years. Hiyo ilikuwa 2013. Yes, that's when I moved. Okay. Marcus? Mimi nimegrow hapa Dandora. Dandara. I think nilizaliwa la Kisama. Tuka move Dandora I think when I was around class 3. Then after hapo tuka move towards unajua Kitare Marigo? Zizi. Uko chini huko nikaa side ya Kasarani. Then high school nikiingia high school tukarudi D. So most of my life imekuwa ni Dandora. So lazima tubonge pia juu ya siblings. So kwenye mko ngapi? 19. Ose 19? Wewe acha zo. Niko serious. Mmoja mama wangu. Mzee wangu alikuwa na wife wawili. Wife wa kwanza na madhangu ndo alikuwa wife wa pili. Madhangu alikuwa na watu 9, mama mwingine alikuwa na master Kinde.
So madhako ndio alikuwa homebreaker joma ikiwa haiko hizo siku za homebreaker alikuwa ni true love. So out of our 19 weni msonga 18 namba 18 striker, top striker hapo. Yani unaonyesha budako angesikiza Moi siku za panga uzazi ungekuwa I'm glad akusikiza. You know your existence jo. So watoi 19 alafu sasa keja mlireizwaje like mlikuwa ama wife wawili walikuwa separate ama step mother alikuwa anaishi Ocha, mother alikuwa anaishi hapa Kanairo, but tulikuwa tunaishi na some of my step siblings kwa keja plus na makuzo. So kuna ilikuwa inaenda move so kuna time kama hiyo mzee yangu aliondokea akaenda kuishi Ocha, ikabaki tuko hapo, unajua tu wazae wenye walikuwa anga hizo ikabaki kama mwezi enda Ocha then nyi mjipange. So ikabaki madhangu wameenda ameishi pamoja na masisi zake. So tukashikana familia tatu, so ni madhangu na masisi zake tukakuwa ni familia tatu pamoja. So already wenye tulikuwa tuko wengi na hao wengine wengi tulikuwa kwa keja wase kama mbao. Keja nitoshana hapo ziwa. Unajua keja za ziwa? Vile ndogo. So tuminalala kwa mlango tulikuwa tunalala kwa store. Madhangu na sister zake walikuwa wanalala kwa bedroom, walikuwa na vitanda zao hapo hivyo. Masizi walikuwa wanalala kwa living room, mavijana sisi tulikuwa tunalala kwa jikoni. Why? Lakini hiyo ni mtu mingi jo. But sasa nini bado wa mother bado watu wawili wako? Mother watu wako wawili. Buda aligenya, lakini wa mother watu wako wote wawili very healthy. Buda alininiwe? Buda aligenya 208. Nini? Kugenyake? Ilikuwa like akwa it's like naweza semaje? It's sijui ndasema ni accident ama ni traumatic thing. Alikuwa kwa Onyato. Alikuwa mtoka kufanya operation. So ile alikuwa mtoka kufanya operation, alikuwa mfanywa operation ya throat. So in a way they took him kufanya scan when hakuwa anafaa kufanywa scan because alikuwa na fresh wound na ukiingizwa kwa hizo mashini ina opening kama uko na wound inaweza open. So mzee akaenda alikuwa ameenda kufanya scan. Kutoka kufanya scan like literally family ilikuwa wakati saa 7 famu ilikuwa imeenda kumtembelea like kila msee alikuwa hapo isipokuwa mimi bro wangu mdogo tulikuwa tuko system ile wameenda kumpeleka kufanya scan wakimtoa na wheelchair na msukuma warudi juu na yeye kwa ward alikohoanga na throat yake ilibust. Throat yake kubust na hapo ndo akaanza kubleed. So literally so najua hiyo trauma kwanza nasikianga masizi walifainti hapo mdhama ndo amemshika hivi mzae kwa shingo ile kutry ku prevent blood kabla wasewa kuja kusaidia nini mzae aliwawe hivi yetu hivi na ndivyo alienda. Hizo John nimefanya ukago back hapo cause mimi kwa nafikiri utasema maybe sijua zile za old age ama sijui nini hizo alafu inakuonyesha juu kama mtu kaa iko na bandage si I think unafaa tu kujua afai kuskanio ama si kulikuwa na bandage. Alikuwa na bandage like alikuwa na something. Unaona something wasana kujanga na kianga alikuwa alifanya operation akaekewa aka pipe kana kuanga hapa hivi. Kenya jo. Unajua ingekuwa ni kitu imejificha tunaweza sema unaelewa kuna incompetence fulani waga Kenya zo. So it's kind of ndio hiyo before ku exposed to other systems ni wajuangi. So it's later ndio naanza ku question. Ndio cause hiyo time pia unajua kama una ganja una power. Cause sasa hiyo bro wangu mkubwa ndo alikuwa really anafuatilia na kuuliza kwa nini alikuwa anapigwa scan cause ako nayo nini but sasa tunajua Kenya we just let things go. So atukupursue atikufuatilia kujua nini sana cause nakumbuka hiyo time nikifika Keja mimi nilijua Megenya. I remember nilifikanga Keja nje naona kuihudi mzali kwa dunga kijako kama exactly kama ya navy blue naona iko kijako kiko kwa kamba kijako kimejaa madamu na shangarada ni gani na chekiwa naona watu ni wengi kwetu nje nikajigesia tu nikapiganga 1+1 nikasema mzaya yuko hizo John nifanyuka relive your moment jo hizo Richie I hope una story nyingine sad jo my siblings ni wangapi?